but you are not normal. Anayeuzia watu pombe aache, la sivyo kuna kitu kitafanyika juu ya pombe, utaacha bila kuambiwa. Normally abnormal na ajui. Atakwambia Ezekiel, hubiri kile ambacho nahubiri, leave us alone. Mungu anaangalia mioyo yetu, aangalii ije. Mungu anaangalia dadi wapi. Utavaa hata watoto wako wamechoka na kuona ukiwa uchi. Na hii baridi unatembea na hauna nguo na uoni. Sasa nataka niongee ukasirike. Umetembea uchi miaka hiyo yote na hakuna mtu amekuoa. Unachezewa tu. Watu wanakutumia kama ice cream. Leo mwingine amekuchota na kijiko, amekutumia, amekutupa. Wewe mwingine fasadeke. Hauna mume. Hauoni waliopokea roho ya heshima wako kwao. Kasirika, lakini hili neno liko hai. They seem to be normal but abnormal. Wanakwambia mind your own business. We are living in the same world. We are going to mind your business. Shetani amekufunga. Kuna watu, dadangu sikiliza, kuna watu hawana haja na ndoa, wanaishi na watu kama nguruwe. Aishi na wewe leo, kesha amekutupa huko, achukue mwingine, unafikiria wanakupenda. No, kuna roho inakutesa. Wewe ni kama ice cream kwa watu. Ice cream sio chakula. Hata ukiona watu wananunua ice cream kwa supermarket, wananunua wakishamalizana shopping. Ndio maana ice cream huwa iko karibu hapo na counter. Mwingine na ubiri na wewe ni ice cream ya mtu mwingine, mpango wa kando. Nikueleze kitu hata kama utakasirika. Siwe ni mke wa pili, siwe ni mke wa tatu, siwe ni mpango wa mtu. Nisikilize, huyo mtu akupendi, alikosana na mwenzake akatafuta painkiller. Wewe unamuondolea maumivu ya akili. Wewe unafikiria unapendwa, kumbe wewe ni painkiller ya mtu. No, he loves me, he gives me everything. Kwa sababu yule mwenzake wamekosana. Wangekosana haungeolewa na huyo mtu. Usifanyike spare part. Wengine ni spare part ya Volkswagen wamewekwa kwenye Toyota, haiendi. Wenzao wako na watoto wao na mabwana zao wanaenda shule. Wewe unalazimisha mtoto wako aite mtu mwingine babake. Na nilikwambiaje? Muite dadi, muite dadi. Akiingia unamuita nani? Huyo mwanaume naye hana akili, analea mtoto wa mtu. Msinipige na mawe nyinyi. Analea mtoto wa mtu, anamuita dadi, naye anaenda chukua boy. Mume hana akili, mtoto amelazimishwa asiwe na akili, mamake hana akili. Watu wangapi wako kwa nyumba? Normally abnormal. Mtoto anashangaa, mami, sikulikuwa na yule dadi. Huyu ni dadi gani? Huyu tumuite anko. Aterere neke. Nisema unaita dadi. Unaita nani? Dadi. Mwanaume naye ameketi hapo. Siku hizi wanaume wanahitaji kuchapwa. Umeketi kwa nyumba, umeweka miguu juu kwa nyumba ya mwanamke ambao si mkeo, umeolewa na una watch TV na remote. Akili haifanyi kazi bana.
Najua mtapiga makofi, leo ni siku ya pili. Sukuma mtu muulize, ulilala wapi? Sukuma huyo mwingine muulize, umeolewa na nani mwanaume? Normally abnormal, ameacha nyumba yake, amelala kwa mtu mwingine. Mwanaume umeenda kwa nyumba ya mwanamke, TV ni mwenzako pia, mwenye huyo mtoto mwingine ndiye alinunua TV na kitanda. Wewe umekuja na viti viwili, mnafanya mchango merry go round. Wanaume kifua ndio uko nayo na madevu, huku kwa kichwa hakuna kitu, na umekasirika kwa sababu nakwambia ukweli. Nikwambia hii injili ni tamu, hata ukitoroka saizi utauocha usiku. Huyu mtu anasemanga ukweli. Nikukaliwa, nimekaliwa na huyu mwanamke, ningejua. Huyo mwanamke anajua. Ni ubiri tu, ni ubiri. Mwanaume nisikilize, wao wanawake usifikirie wako vile unavyowaangalia. Mwanamke akona akili mara 7. Mwanamke anaweza cheka na wewe yes, okay, na anaangalia mwenzake huko. Yes, tunaenda sangafi, sambili, okay, bye, and you look good. Wakitoka hapo, wewe unatoka hapo unafikiria, unajua ulimpa pesa, amenunua TV, mwingine amenunulia fridge, mwingine mnabadilishana kwa nyumba, mnapishana. Mke wako anakuuliza, jameni mume wangu unaendanga wapi? Wewe ukiniuliza hiyo swali tena hautalala hapa. Kati yako na mke wako nani chizi? Na ujui kuna wanawake wengine wamechukua madawa, utamfuata popote anapotaka. Na wanawake wengine wamechukuliwa na madawa, wanafuata wanaume popote wanakoenda, na hawajui. You are normal, but you are not normal. Unaenda unakunywa pombe kwa mtu, unaenda unakunywa mpaka unakunywa madeni, mwisho wa mwezi unalipa. You seem to be normal, but you are not normal. Heri ungeandika deni ya chakula kwa ajili ya watoto wako, deni ya pombe anayekuuzia hauzii watoto wake. Lakini ukikosa kuja na kuuliza nini imefanyika, njoo tu utalipa mwisho wa mwezi. You seem to be normal, but you are not normal. Uko na miaka 52, umebakisha 8 unaretire. Nyumba hauna nyumbani, chochote nyumbani hakuna, mshahara uko nayo, pesa uko nayo, hakuna kitu umejenga, umebakisha miaka 8. You seem to be normal, but you are not normal. Vijana walioajiriwa chini yako leo hii, wengine wako na magari matatu, wengine wanaendelea, wengine wamenunua mashamba. Wewe bado ni mwanaume na kifua, na uko na miaka 50 na unaishi kwa babako. You look so normal, very normal, but you are not normal. Pastor Ezekiel, uchumi ndio mbaya siku hizi. Uchumi ni mbaya, na wengine wananunua mashamba kwani wameiba. Unaishi na nani? Pesa zako zinaenda wapi? Hili jambo huwa linaniuma sana. Mimi nimemuoa Sara, tuko na watoto 3. Nimeongea na watoto wangu wote, karibu wote. Mmoja ndio sijaongea naye, alikuwa shule, mwingine alikuwa nyumbani, mwingine alikuwa pia shule. Lakini tukiongea tunacheka. Tuko na mama yao,
Mwingine yako mbali, tunatumia video tunacheka. Wewe unacheka na mtoto wa mtu, babake hujui yako wapi, mwanaume. Na umekamatwa roho. Adui yako nambari 1 ni Ezekiel. Wasomesha mtoto wa mtu, wavalisha mke wa mtu, unamnulia gari mwanaume. Adui yako ni mume, mke wako wa ndoa ndio utaki. Adui yako huyo ndio utaki. Watoto wako wakikupigia simu, daddy school fees, ulizeni mama yenu na yule kule alikoenda, kwa sababu mama yake alikuuliza kwa nini unalala nje. Hiyo tu. Mwanamke mwingine anamtumania mke wako messages za matusi. Kama ni mume wako, mchukue mfunge na minyororo, niko naye, utasema nini, utadu nini? Leo nataka kuomba hao wanawake wa kuchukua mabwana za watu wavunjike miguu, wengine watobolewe macho. Sukuma mtu, mwambie wacha hasira. Umechukua wangapi? Dunia hii watu ni kama magari, wasipowekewa speed governor watavunja ndoa za wengine hapa. Wengine wanaendesha magari vibaya barabarani. Hayo magari leo tunayashika. Wewe kumbuka, yule mama anasema kijana wake amechukuliwa na mwanamke mwingine. Wanaona ati mimi ni jini na watokezea kwa nyumba. Mtu mrefu, na Mungu amenipa urefu siku hizi, mwembamba, mwenye nguo nyeupe, viatu vyeupe, kebamba, na wasumbua, hawalali, wanatembea. Ikiwa na wasumbua hao, wewe utanishinda kusumbua wewe? Si leo nataka niombe, hata kama unaenda kukunywa pombe baada ya ibada hii, unipate ndani ya chupa ya pombe hapo, unikunywe tuone. Yani ukishika chupa hivi unaenda kunywa, unakumbuka tu ile sauti, mwanaume. Ukishika msichana unataka kutembea na yeye, ukimwangalia sura unakutana na sura yangu na kipara na mwanya, mwanaume. Leo hii ibada ninaiunganisha na ile ya Mavueni. Hakuna kitu nabakisha hata ngapi? Ama nifiche zingine? Nifiche zingine? Ndugu yangu, kama uko hapa na utaki injili na utaki kurudi kwa ndoa yako, nitakuombea maombi. Huyo mpango wa kando akunyonge usiku wa leo mpaka asubuhi. Ukishikwa na usingizi unanyongwa. Sukuma mtu, mwambie piga makofi, jikaze, jikaze upige makofi. Wanaotengeneza pombe wakiuzia vijana wa watu na wauzii watoto wao, nitakuombea uingiwe na appetite, kunywa mpaka usahau. Ukiamuka tena unakunywa pombe yako unasahau. Ukiamuka unakunywa mpaka unavua nguo tena. Ukiamuka unakunywa mpaka unaingia ndani ya maji moto. Utakuwa umekufa. Hakuna mtu mwingine atatengeneza pombe. Kama niko sawa kwa hiyo injili, msalimie mwenzako, mwambie huyo pastor ako sawa, wacha aendelee. Watoto wa watu wamenunua magari, wamepaku huku, wamepaku kule, wamepaku kule, wamepaku huko. Wewe unauzia watu pombe, hauoni haya? Ninafanya maombi hapa leo, anayeuzia watu pombe aache. Kuna kitu kimoja kitakuja kufanyika hapa Mount Kenya juu ya hii pombe. Utaacha pombe bila kuambiwa na mtu.
Leo nafanya maombi, anayeuzia watu pombe aache, la sivyo kuna kitu kitafanyika juu ya pombe, utaacha bila kuambiwa. People from the mountain are known to be hard-working people. They don't sleep, they don't rest. They work tirelessly, both men and women. Sio pombe, hiyo si yao. Kama ulileta ibebe, peleka kwingine. Unataka watoto wa watu waende wapi? Wasome, waende wapi? Pombe ilijenga wapi? Pombe na uganga na mpango wa kando wote ni sawa na mchawi. Anayeuza pombe na mchawi na mpango wa kando na mganga wote wako kwenye kanisa ngapi? Ndugu yangu nisikilize. You will hate me for telling you the truth. Listen to me. Anayekuuzia pombe ya kupendi akona haja na pesa zako peke yake. Kosa hiyo pesa uone. Anayekuuzia pombe ni sawa na mpango wa kando. Mpango wa kando wa kupendi, ngoja pesa ziishe uone. Hakupendi, ni pesa. Muganga hakupendi, ni pesa. Mchawi hakupendi, ni kukuroga tu. Wewe nenda kwa huyo mtu anayekuuzia pombe, mwambie nisaidie na 2,000 watoto wangu wako na njaa. Atakupatia? Atakukopesha? Kila roho na kila madhabahu inayotesa watu na imejificha inakaa ni roho nzuri, hiyo roho inang'olewa leo katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja akae tayari saa hii. Umekamatwa kiwango gani? Umetamani kufanya nini na hakiko? Umezidiwa kiwango gani? Ninakuuliza swali moja, rika lako wako wapi? Uliosoma na wao wako wapi? Uliocheza na wao mpira mkiwa vijana wako wapi? Wenzako wako wapi? Bingwa wako wapi? Uoni watu wanakuchezea mtaani kama toi? Uoni watu wanakuchezea mtaani kama toi? Unakaa kama mlika mwizi. Watu wanafanya kazi zao mchana, ikifika usiku umebaki hapo ukiwa unapiga kelele. Hey! Hey! Nee! Nasema hivi, hey! Mlika mwizi. Hauoni watu wanakuchukulia mwenda wazimu? Kwa sababu roho imekaa ndani yako na unafikiria uko sawa. Hiyo roho inapigwa na nguvu za Mungu na inakuachilia, unakuwa huru leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai.